Bana, mambo vipi? Karibu katika dakika 5 za kukujuza yalojiri katika viwanja mbalimbali. Hii ni Sports Update ya TBC2 ya kijanja zaidi. Tunakutana hapa kila siku kwa ajili ya kukujuza yalojiri katika viwanja mbalimbali hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Nikukumbushe tiki ya kwanza Oktoba 29 mwaka 2025, wewe kama kijana unapata fursa ya kwenda kufanya uchaguzi kuwachagua rais, mbunge pamoja na madiwani ambao wanagombea katika uchaguzi mkuu. Tuende tukaangazia yalojiri katika viwanja mbalimbali, na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeendelea na mazoezi kujiandaa na mchezo dhidi ya Zambia, ambao mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya leo kuanzia majira ya saa 4 usiku katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, kwa ajili ya kutafuta tiketi ya kufuzu kushiriki michuano ya kombe la dunia. Sasa katika mazoezi hayo ni kwamba kocha mkuu Hemedi Suleiman Moroko pamoja na nyota Bakari Mwamnyeto wameweza kuzungumza na kueleza nia yao ya kuweza kushinda katika mchezo wa leo, huku ukiwa ni mchezo muhimu, wakisema kwamba wanahitaji alama 3 ili kujiwekea nafasi nzuri ya kuweza kufuzu kushiriki katika michuano ya kombe la dunia. Twende tukapate wasa wa kuwasikiliza kocha Hemedi Suleiman Moroko pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mimi nafikiri tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Tunajua tunacheza na Zambia, ni mechi ambayo ya qualify World Cup kama ambavyo umesema, ni mechi moja ngumu. Always Zambia kucheza na Tanzania inakuwa ni mechi ngumu. Lakini kwa aina ya wachezaji ambao tunao kwa squad ya sasa hivi, nafikiri tuko vizuri na wanaweza compete na mtu yote yule na pale popote. Kwa hivyo mimi nafikiri itakuwa ni mechi moja nzuri ya kuhakikisha kwamba tunapata nafasi. Mimi naamini bado tuna nafasi katika best loser, tukicheza vizuri tukipata matokeo. Kwa hivyo tuko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Shida sisi tupata pointi 3 hapa nyumbani. Tutaki draw wala kupoteza. Shida sisi tupata pointi 3. Nadhani shaka na wachezaji mtaa wenyewe tumeweza kuongea kwamba hii ndio wakati wetu sasa hivi. Hatuweza kuqualify, lakini nadhani kuna hii toaje kupata chance ya best loser. Tunaweza kukimbilia sasa kupata best loser. Nadhani kesho jasho na damu hapo uwanjani kisha kupata pointi 3 hapo. Kikao cha kamati za FIFA kilichokaliwa tarehe 2 Oktoba kimeweza kuacha neema katika soka la Tanzania, ambapo wajumbe 3 kutoka nchini Tanzania wameweza kuchaguliwa kuweza kushiriki katika kamati mbalimbali za FIFA. Hapa namzungumzia rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia, ambaye yeye amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa kamati ya mchezo wa ufukweni ya FIFA, ambayo ipo chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Lakini pia rais wa Dar es Salaam Young Africans Engineer Hersi Said, yeye amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano yote ya wanaume ambayo yapo chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Mjumbe mwingine ni Neema Haji, ambaye yeye amechaguliwa kuwa mjumbe katika kamati ya soka la wanawake ya mashindano yote ya wanawake ambayo yapo chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Na hii ni taarifa njema kwa Watanzania, ambapo wajumbe hawa 3 wanakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania katika kamati hizi ambazo zipo chini ya shirikisho la soka duniani FIFA. Tukiachana na taarifa hiyo, taarifa nyingine inahusu klabu ya Fountain Gate, ambayo wao wameweza kufunguliwa ile adhabu yao ambao walikuwa wamepewa na FIFA ya kuweza kufanya usajili katika madirisha ambayo yanafunguliwa ya uingizo ya wachezaji, na tumeweza kushuhudia katika usajili wa dirisha hili la mwaka 2025-26 hawajaweza kufanya usajili wa mchezaji yeyote, na ni kutokana na adhabu ambao walikuwa wamepewa na FIFA ya kufungiwa kuweza kufanya maingizo ya wachezaji mbalimbali. Sasa taarifa kutoka FIFA ni kwamba klabu ya Fountain Gate FC wameweza kuondolewa adhabu hiyo na hivi sasa wako huru kuweza kufanya sajili mbalimbali za wachezaji. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za kimichezo hapa nyumbani. Tunaelekea katika anga la kimataifa, ambapo taarifa ya kwanza ni kwamba gwiji amegoma kustaafu. Hapa tunamzungumzia gwiji wa soka duniani Cristiano Ronaldo, ambaye ametangaza kwamba yeye haoni ama hana nia ya kuweza kutandika daruga katika soka, na bado anahitaji miaka kadhaa kuweza kuendelea kucheza soka la kiushindani. Nyota huyu ambaye anakipiga katika klabu ya Al Nassr ya nchini Saudi Arabia katika ligi ya Saudi Pro League pamoja na timu ya taifa ya Ureno, amesema kwamba bado anahitaji muda kuendelea kushiriki katika mashindano mbalimbali ya kimashindano. Nyota wa klabu ya Chelsea na timu ya taifa ya
England. Reece James yeye anaweza akarejea uwanjani katika mechi ambazo zitaanza wiki ijayo za ligi kuu ya Uingereza baada ya kuondolewa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza katika mapumziko haya ya kimataifa. Taarifa hii ni taarifa njema kwa mashabiki wa The Blues ambao walikuwa wana wasiwasi juu ya nyota wao, kapteni wao Reece James ambaye alikuwa amepata majeraha na kuondolewa katika kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza. Mpaka hapo sisi hatuna la ziada, tunaweka nukta katika Sport Update siku ya leo. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi, mpaka wakati mwingine, bye bye.